Karibu katika somo letu la miujiza na kufunguliwa. Karibu katika somo hili la Roho Mtakatifu katika miujiza na kufunguliwa. Mwendelezo wa somo la Roho Mtakatifu. Karibu tujifunze kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi ya Mungu duniani, miujiza, ishara na maajabu pamoja na kufunguliwa kwa watu kutoka katika vifungo vya kiroho hutokea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alifanya miujiza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 10:38 anasema jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akizunguka akitenda mema na kuponya wote waliokuwa wameonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha miujiza. Miujiza si uwepo wa mwanadamu bali ni kazi ya Roho Mtakatifu. Warumi 15 mstari wa 8 hadi 19 anasema kwa maana sintathubutu kunena neno lolote isipokuwa yale ambayo Kristo alitenda kazi pamoja isipokuwa yale ambayo Kristo alitenda kwa kazi yangu, ili kufanya mataifa kuwa watiifu kwa neno na tendo, kwa nguvu na ishara na maajabu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu kama Wakorinto 12 mstari wa 8 hadi 10 anavyosema, kuna neno la hekima, kuna neno la maarifa, kuna imani, karama za kuponya, matendo ya miujiza, unabii, kupambanua roho, aina za lugha na tafsiri za lugha. Haya yote yanatokea pale ambapo mtu anafanya ushirika na Roho Mtakatifu katika huduma. Roho Mtakatifu huwafungua waliofungwa. Katika Luka sura ya 4 mstari wa 18 anasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na kuwaweka huru walioonewa, na hasa waliopondeka moyo. Maana ya kufunguliwa: kuondolewa vifungo vya mapepo, kuvunjwa kwa laana, kuondolewa mateso ya kiroho, kupatikana kuwekwa huru au kupata uhuru wa maisha. Kufukuza mapepo: Mathayo 12 mstari wa 28, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewadia au umewafikia. Uponyaji wa muujiza: Matendo ya Mitume 3:6 hadi 8 anasema, kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Na yule kiwete akasimama akaondoka. Roho Mtakatifu huvunja minyororo ya dhambi, laana za kifamilia, uchawi, vifungo vya mapepo. Kama Wakorinto wa 2:3-17, palipo na Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Namna ya kupokea miujiza: imani sawa na Marko 9:23, maombi ya bidii Yakobo 5:16, kujazwa Roho Mtakatifu Matendo 1:8, kuishi maisha ya utakatifu. Ishara za Roho Mtakatifu: wagonjwa wanaponywa, mapepo yanafukuzwa, watu wanafunguliwa kiroho, furaha ya Roho Mtakatifu, maisha yanabadilika. Twende sasa katika hitimisho letu. Kitabu cha Zakaria 4 anasema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Ndugu yangu mpendwa, katika jina la Yesu, unaweza kuwasiliana nami kwa kupitia WhatsApp namba ambayo unaiona katika kila slide iliyopita hapo, lakini nikutie moyo kwamba inafaa umtafute Roho Mtakatifu katika maisha yako, na usifuate miujiza na ishara za uongo za yule nyoka ambaye anatumia maajenti wake hapa duniani. Tafuta na kutegemea na kusubiri kutoka kwa Mungu aliye hai, ambaye anaweza kusimama pamoja nawe. Nikutakie neema ya Mungu katika maisha yako. Mungu na akubariki. Amen.